Ebola inaua, pamoja tunaweza kuisimamisha. Chukua hatua, jilinde, linda familia yako. Osha mikono yako kwa sabuni na maji au dawa ya kusafisha mikono yenye kileo. Hii ndio kinga yako ya kwanza dhidi ya Ebola. Ikiwa utapata homa ya ghafla, kutapika, kuhara, maumivu ya misuli au maumivu makali ya kichwa, usisubiri. Nenda moja kwa moja kwenye kituo cha afya. Epuka kugusa damu, majimaji ya mwili au vitu vilivyochafuliwa na mgonjwa. Stop Ebola. Ni wakati wa kuifuata taarifa ya habari kwenye Radio Sven. Ni wakati wa kuifuata taarifa ya habari kwenye Radio Sven. Radio Sven. Radio Sven. Hujambo mpendwa msikilizaji wetu, na karibu kufuata taarifa zetu za habari kwenye lugha bora na tukufu la Kiswahili, lakini ifuatayo kwanza ni vichwa vikuu vya habari hizi. Kwenye mtasari wa habari hizi ni kwamba mvua kali ilionyesha tarafani Mwenga yasababisha vifo vya watu wawili. Na wakaaji wa mji wa Bukavu wameonyesha hofu kuhusu chakula kinachotandikwa pembezoni mwa barabara bila kufunikwa ama kuzingatia kanuni za usafi. Na hatimaye tutahitimisha taarifa hii ya habari na kusema kwamba upinzani nchini Kongo C64 umesema kushitishwa na maamuzi ya korti ya katiba baada ya kudhibitisha sheria ya kura maoni. C64 imepanga kuanzisha maandamano ya nchi nzima ili kudai kuheshimika kwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo na mengineo ndio nitakuwa nimekuletea kwenye taarifa hii ya habari. Mpendwa msikilizaji, naitwa Victoire na Mujabi, fundi wangu wa mitambo ni Jean Karagomba. Patrice Maregane ni fundi wetu ambaye anasababisha matangazo hii kujia kwenye njia ya YouTube na Facebook. Mnamo masaa kidogo hivi itakuwa na taarifa ya habari kwenye urefu wake. Naam, nikusalimu tena mpendwa msikilizaji wangu na nikutakie usikivu mwema wa taarifa hizi za habari. Tuanze na usalama mdogo hapa mjini Bukavu, ambapo ukosefu wa usalama mdogo unaendelea kusababisha wahanga katika jiji la Bukavu. Tukio la hivi karibuni limejitokeza hivi majuzi usiku wa kuamkia tarehe 30 Julai majira ya saa 3 za usiku kwenye Avenue Albert Kayabu numero 3 katika kata Nyalukemba karibu na kituo cha Croix Rouge hapa Nguba. Kulingana na David Chikuru, mwanaharakati wa kijamii na mwanasiasa anaishi hapa mjini Bukavu, anasema kuwa watu walikuwa wameshikilia visu na mapanga waliingia kwa nguvu ndani ya nyumba ya mtu mmoja kwenye aveni hiyo na kuiba kiasi kikubwa cha pesa. Duru zetu zinasema kuwa visa kama hivi vinaendelea kuripotiwa mara kwa mara katika maeneo mbalimbali ya kata hiyo, hasa kwa Mangaza, Irambo na kwenye aveni zingine ambazo zimepakana na eneo hilo. Kutokana na kuongezeka kwa vitendo hivi vya uhalifu, David Chikuru ametoa wito kwa wananchi kuwa waangalifu zaidi. Pia ameomba wakaazi kuwahimiza watoto wao kuepuka na kujiingiza katika vitendo vya uhalifu ambavyo baadaye vinapelekea maafa mengi. Amesitiza kwamba kila atakayekamatwa lazima atajibu kwa matendo yake mbele za sheria. David Chikuru anaeleza kwenye mikrofoni ya redio yako.
waliingia ndani ya lupango, ilikuwa majira za saa 3, wakafunga lupango, wakaingia ndani ya nyumba, walichukua kiasi kikubwa cha pesa, na kisha kutoka ndio wenyeji nyumba walianza kuwalalamika na wale mabandi wamekwisha kukimbia. Na hii siyo kisa ya kwanza, sababu tumepata ingine malalamiko ya wakaaji kutoka avini mbalimbali ya kwamba wanatatizwa na hao wa vijana ambao wanaleta usalama mdogo. Ndio kwa maana tunaambia wakaaji wote kubaki makini kusudi piganishe hii usalama mdogo ambayo kila leo inajitokeza ndani ya mji wa Bukavu na kwa mtaa wa Ibanda kwa kipekee. Tunaomba wakaaji wa ngambo ya kwa Mangaza ambako kuna ripotiwa visa vingi, ngambo za Irambo nafasi zingine, kuwa makini na kuwasiliana na viongozi wa tabaka za chini kusudi tuangalie namna gani tutapiganisha. Sasa tunaambia wale wa vijana ambao wako wanatatiza raia, kama yule atashikwa, yeye mwenyewe atajibia kwa makosa, na tunaambia wazazi wa ndugu wapenzi, mpane mashauri kwa watoto. Naam, tukirudi tena hapa mjini Bukavu ni kusema kwamba kuharibika kwa mabarabara za mji wa Bukavu kumesababisha usumbufu kwa madereva na wale ambao wanaendesha pikipiki. Wanasema barabara hizo zimeharibika kwa kiasi, jambo linalosababisha magari kuharibika mapema na kupanda kwa bei ya uchukuzi hapa mjini Bukavu. Taarifa hii imeandaliwa na Ibage Daniel Bagendabanga kumrazi. Wakizungumza na redio yetu, madereva wengi walisema kuwa baadhi ya sehemu za barabara zimekuwa hatari sana kwa watumiaji. Wametaja hasa barabara ya karibu na Lycée Wima ambako kuna mashimo mengi yanayosababisha magari kuharibika mara kwa mara. Pia madereva wameonyesha wasiwasi wao kuhusu barabara ya Yesu katika kata ya Chimpunda ambayo imeharibika sana katika miezi ya hivi karibuni. Barabara ya Nyawera Essence hasa maeneo ya Vamaru kuelekea ISP nayo imetajwa kuwa miongoni mwa barabara zilizoharibika zaidi. Kwa mjibu wa madereva hao, hali hii inafanya kwamba wapate pesa kidogo, pia inafanya safari za wakaaji wa Bukavu kuwa ngumu. Madereva wamoja wanaeleza: tumikia Ksembili Bagira Janda na Janda barabara zinakufa sana. Kama mtu umenivoa Nyawera ni sawa, ukifika pale kulise ni hatari, ukifika gari ziko kufa sawa. Kwanza mimi niko temu gari yangu shani kufia bajole barabara mma migulu pesha haribika, migulu ya barabara inaharibika sana tena sana. Ninatuma tukao tunapanisha na shebe jugari za mingi zinete na mimi naweza lomba autorite wa betu kuna botisa hii. Tuko na zamani barabara inakuwa vile wanapisha hata mashine wanaparula anatanda juu kutia gudura kwa mzaa. Tunaona ya mwisho wanatengenezea pale ku Yesu Chimbunda kama ndio kwa foka mike pia zamaka parula katia mabudongo ti leo. Bakifuata maparula hata batete na mabudongo c'est normal, za tusaidia sana. Naam, tukisalia tena hapa katika jiji la Bukavu tuangazie mambo mengine ambayo inahusiana na wakati wa kiangazi ama kipwa. Hapa mjini Bukavu msimu wa kiangazi ama kipwa unaleta wasiwasi miongoni mwa wakaaji wengi kuhusu hali ya uzaji wa vyakula ambavyo vinatandikwa kando ya barabara bila kufunikwa. Raia kadhaa wanatoa wito kuongeza umakini, wakiamini kuwa vumbi inaorushwa pamoja na magari inaweza kuzuru usalama wa chakula hicho ambacho kimetandikwa pembezoni mwa barabara bila usafi wowote. Katika mitaa za Kadutu, Ibanda, Bagira ni jambo la kawaida kuona wachuuzi wakionyesha vyakula vyao hadharani kama vile maharagi, filt, samaki na hata wavuta sigara wakiwa wamevuta sigara pembezoni wa vyakula hivyo, ikiwemo hata na mboga na vyakula vingine moja kwa moja vikiwa karibu kabisa vimewekwa chini. Siku nzima bidhaa hivyo hubaki wazi, vumbi zikirushiwa bila kuzingatia idadi ya watu watakao vinunua. Wakazi waliohojiwa wanaamini kuwa hali hii inaweza kusababisha hatari za kiafya, wakitumaini kwamba ikiwa hatua za usafi hazitachukuliwa mapema, hali hii inaweza kusababisha magonjwa siku zifuatazo. Wanataka wanunuzi kuzingatia zaidi ubora wa chakula, wakitumia hasa katika kipindi hiki ambacho vumbi imezidi kuenea katika eneo zote za mji wa Bukavu, wakiwaomba zaidi sana wanaofanya biashara hivi waweze kuvifunika katika hali zaidi ya ubora. Sikilizeni hapa wakaaji ambao walihojiwa na redio yako.
Consequence ni kugonjwa mamaladi za chakula za uchafu na kugonjwa mamaladi za chakula zenye ziliwekewa mubaya. Juu infa mtu anauza kitu yenye iko kwa vumbi, c'est possible apate kolera, c'est possible apate magonjwa fulani zitezi mdestabilize kiuchumi sawa vile kiafya. Kama viongozi wanaweza jenga soko, waameliore soko, waseme hii soko tuijenge. Hawa watu bebiko na etale mu balabala tutawapatia fasi yao mu soko. Jambo tunaweza waambia ni kubambia kama bakwe nafunika chakula yenye banaujisha. Paske wakati abaifunike mikrobe inaweza kuwa inaingia situ wakati ya kipwa, vumbi, ninzi, zinaweza kuya mamushe, zinaweza kuya zinataga pale, zinanyamba, zinataga mayai. Na ile mayai sa mtu anakonsome inaenda kwa mikrobe yenye après un temps 2-3 jours ça dépend na dire ya development ya ile mikrobe, unakutana inajidevelope mumwili na inakreye maladi. Naam, hiyo unaendelea kusikiliza hapa ni GTS Vein ambayo inakutangazia kwenye masafa 89.3. Hii ni taarifa yetu ya habari kwenye lugha bora na tukufu la Kiswahili. Bila shaka tunaendelea na taarifa hii za habari. Tutaangazia maafa iliyojitokeza kule sehemu za Mwenga tukiwa hapa jimboni Kivu ya Kusini. Mvua kali yenye kuambatana na upepo mkali ilionyesha jioni ya siku ya pili tarehe 28 Julai katika sheferia wa Mzimu tarafani Mwenga. Mvua hiyo imesababisha vifo vya watu wawili na uharibifu mkubwa wa mali katika vijiji mbalimbali, jambo linalozidisha hofu kuhusu athari ya mabadiliko ya tabia ya hewa hapa jimboni Kivu Kusini. Taarifa hizi ziliandaliwa na mwenzetu Elia Mzaliwa. Tukio hili la kusikitisha lilitokea kwenye kilima cha Nyandelama. Kwa mujibu wa Bienfait Fazili Mulonda, mratibu wa cadre de concertation ya mashirika ya kiraia katika shefri ya Wamuzimu, mwanamke moja pamoja na mtoto wake wa kiume mwenye umri wa karibu miaka 11 walifariki hapo baada ya mti mkubwa kuangukia walipokuwa wakifanya kazi shambani karibu na kijiji cha Mukunzu. Miili ya marehemu ilitolewa usiku wa manane na kupelekwa Lubigi ambako walizikwa Jumatano tarehe 24 Julai mwaka wa 2016, huku ndugu na wakaaji wakiwa katika huzuni kubwa. Mbali na vifo hivyo, mvua hizo zilisababisha uharibifu mkubwa wa nyumba za wananchi, mashamba kuharibiwa na visima vya samaki kubomolewa, hali inayozidi kuhatarisha maisha na riziki za wananchi ambao tayari wako katika mazingira magumu. Kutokana na hali hiyo, cadre de concertation ya mashirika ya kiraia ya Wamuzimu inaomba kwa haraka waasirika wasaidiwe na msaada. Bienfait Fazili Mulonda: kisa hiki kimetokea pa Mukuzu ndani ya usultani wa Wamuzimu, udongo wa asili wa Banamkika, wakati mti umeanguka kwa nguvu za upepo na mvua iliyonyesha sehemu hizo na kuanguka juu ya nyumba walimokuwa wakiishi kwenye mahali pa kulimia mashamba. Sisi shirika la raia tumenyosha mkono wa pole kwa jamaa hii ambayo imepata msiba hii, kwa watu wa Banamkika, lakini pia wale wa Lubigi ambako marehemu alikuwa akiishi na mtoto wake. Pamoja na matokeo hii ya watu kufa, tutaje pia ya kwamba mvua hii imeharibu nyumba nyingi na kubeba hivi paa, lakini pia shamba zingine zimeharibika na kunaonekana hatari ya kuporomoka kwa udongo. Kwa ajili ya hiyo tumeomba sawa shirika la raia kwa wale wanaokuwa na moyo mwema na viongozi wa serikali, wale watu wanaoleta misaada za kiutu. Naam, tuzungumzie siasa kwenye taarifa hizi za habari. Tuseme ya kwamba wito kuhusu sheria ya kura ya maoni hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado inaendelea kuleta changamoto
miongoni mwa raia na uga la kisiasa. Muungano wa upinzani unaoitwa Coalition Article 64 C64 umeonyesha msimamo mkali dhidi ya mchakato wa kura maoni hapa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Katika taarifa iliyotolewa tarehe 29 Julai mjini Kinshasa, muungano huo umekataa kabisa uamuzi wa mahakama ya katiba uliodhibitisha sheria ya kuandaa kura ya maoni. C64 imesema uamuzi huo umekiuka katiba na kutangaza kuanza awamu mpya ya uhamasishaji ama maandamano ambayo itakamata nchi nzima. Taarifa hizi zimeandaliwa naye Auguste Iragi. C64 inasema kuwa mahakama ya katiba kuu haina tena uhuru wa kutoa maamuzi bila upendeleo. Kwa mujibu wa muungano huo, namna majali wake wanakuwa wakiteuliwa, ndio maana wanasema kuwa uamuzi wake hauna nguvu za kisheria. C64 pia inashutumu mahakama ya katiba ama Cour constitutionnelle kuadhibisha sheria hiyo ya kuwepo kwa mashaka mengi kuhusu kubadilishwa kwa vipengele vyake. Kwa upande wao, hatua hiyo inaweza kufungua njia ya kubadilisha katiba na kusababisha shida nyingi kwa wakongomani. Muungano huo unasema kuwa uamuzi huo unakuwa kinyume na heshima ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. C64 nadhani kuwa katiba ya nchi nzima haiwezi kubadilishwa kwa faida ya mtu na wafanya siasa wake. Kutokana na hali hiyo, C64 inawaalika wananchi wote wakongomani wa nchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wale wanaoishi katika nchi za kigeni kuendelea kuwa macho na kushikamana kwa kujitolea katika shughuli za uhamasishaji, kualika ya kwamba tariki 15 Agosti mwaka wa 2026 kwa lengo la kutetea katiba ya nchi. Taarifa hiyo inasema kuwa viongozi kadhaa wa upinzani wanakuwa wakiunga mkono kibarua hicho, wakiwemo Martin Fayulu, Jean-Marc Kabund, Moise Katumbi, Auguste Matata Mponyo na Delice Sanga, ambao wanaendelea kuendelea kupigania katiba ya nchi. Shukran sana bwana Auguste Iragi kwa taarifa hizo za habari. Tuzungumzie mambo mengine ambao inalingana na siasa hapa Kongo. Msemaji wa AFC M23 Laurence Kanyuka ametoa msimamo wake kufuatia kurejesha kwa raia 39 wa Kongo kutoka nchini Rwanda kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wake wa kijamii wa X ametuhumu serikali ya Kongo kutumia vibaya mpango wa DDRR ambao unahusika zaidi kuondoa silaha, uvunjifu wa makundi ya kivita, kurudishwa katika maisha ya kawaida, hali inaonyesha kwamba wapiganaji wa FDLR wanaendelea kurejeshwa kutoka Kongo kuelekea nchini Rwanda. Kwa mujibu wake Laurence Kanyuka, wakongomani hao 39 wametambuliwa kama wapiganaji wa FDLR, ila kwa madai yao hawajawahi kuwa wanachama wa kundi hilo. Ameongeza kuwa kurejesha kwao kulifanyika kwa kuheshimu utu na haki za binadamu. Msemaji huyo wa FCM Ventura pia amesema kuwa serikali ya Kinshasa inakuwa ikiwakamata raia wa Kongo na kuwapa fedha ili wajionyeshe kuwa kwa uongo kuwa wao ni wapiganaji wa FDLR. Anasema kuwa watu hao waliingizwa katika mpango wa DDRR kwa ushirikiano wa MONUSCO ili kuimarisha simulizi kwamba wapiganaji wa FDLR wanarejeshwa nchini Rwanda kwa hiari yao. Katika tamko lake, Laurence Kanyuka pia ameshutumu serikali ya Kongo kuwa kudai kuwa imejumuisha wapiganaji wa FDLR katika vikosi vyake vya FRDC, makundi ya wazalendo pamoja na wengine, na kama vile vyombo vya usalama na vile vyombo vya serikali. Pia amesema kuwa wanamgambo hao wanahusika katika ulinzi wa viongozi wakuu wa serikali ya Kinshasa. Mwisho, msemaji wa FCM Ventura amelaani alichokiita mpango unaokuwa ukiendeshwa na utawala wa Kinshasa, kidai kuwa unalenga kupotosha wananchi wa Kongo na jumuiya ya kimataifa. Kabla ya haya madai yalitolewa na msemaji wa M23. Serikali ya DRC inaweza kuwa na msimamo na maelezo tofauti kuhusu swala hili.
Naam, kusikia hiyo najua kwamba tumehitimisha taarifa zetu za habari, lakini labda pengine umetushika njiani, niruhusu nikupe ilikuwa ameunda mtasari wa habari hizi. Mvua kali ilionyesha tarafani Mwenge imesababisha vifo vya watu wawili. Na wakaaji wa mji wa Bukavu wameonyesha hofu kuhusu chakula kinachowekwa pembezoni mwa barabara bila kufunikwa ama kuzingatia kanuni za usafi. Na baadaye upinzani nchini Kongo Seswa Santikatri umesema kushitushwa na waamuzi uliotolewa na korti ya katiba baada ya kudhibitisha sheria ya kura maoni. Seswa Santikatri inapanga kurudilia maandamano ambayo itakamata nchi nzima ili kulaani kile wanachokiita mapinduzi ya katiba. Haya na mengineo, mpendwa msikilizaji wangu, ndio ilikuwa kwenye taarifa hizi za habari ambazo zilikujia naye Patrice Maregane kwenye ufundi wa kuturushia habari hizi kwenye mitandao ya kijamii, lakini kwenye sauti zetu alikuwa ni bwana Jean Karagomba. Mimi nilikuwa msomaji wako, naitwa Victoire na Mujabi. Panapo majali watu onane, bye bye. King of the sound, the party love. Yeah. Victor Safari. Si les mots étaient inventés à la hauteur des événements, quels mots pourraient décrire ou expliquer le présent? Loin des yeux près du cœur, on ne sait jamais ce qui se passe. Il fait sombre à mon époque. Le malheur nous pourchasse. Le monde dans son silence, impuissant d'écrier. L'identité confondue, corrompue à l'étranger. Dos contre les murs, à plat ventre sur macadam. Sans voix ni pitié, ma dignité me réclame. S'il y a l'espoir de vivre, j'accepterai ma destinée. Pour planter mon amitié au cœur de l'humanité. Je porterai mon aide vers les nord et les sud. Pour sauver des vies humaines, prises pour champ ou pour cible. J'ai un cœur qui saigne et des larmes dans les yeux. La xénophobie n'a pas de place pour mon peuple, mon continent. Je veux crier au monde entier comme la voix de la raison. Une pensée à Mandela et la paix à l'horizon. Décapité, brûlé vif à cause de la xénophobie. J'ai tendu mon kirigis dans ma profonde poésie. Je te pleure mon Afrique, je te pleure comme Zambien, je te pleure comme Sénégalais, Ghanéen, Ivoirien. S'élever de l'Afrique sur les droits de l'homme, saboter en zoulou, réclamer en français. Ça fait mal de souffrir, le martyr sans liberté, bafoué dans le mépris du regard sud-africain. À la xénophobie. À la xénophobie. Et à moitié mort on voit la vie, loin d'être accepté. Étant noir africain, j'ai appris à voyager. J'ai aussi appris à aimer sans jamais juger. Alors je déplore les traitements des Africains à l'Africain. C'est sacré la vie d'autrui. Laisse-moi dire à ces bouchers qui apprennent à exister avec la machette à la main et la justice qui se noie dans les
des eaux profondes, je respire difficilement pour la rescousse de ces hommes. Afrique, ma vieille dame, tu porteras ma couronne. Et pour ton regard humilié, je te jure, j'aiguiserai ma lame. Je ne suis pas un raciste, je ne suis qu'un simple artiste, un artisan de la justice qui se mord à triste. À la xénophobie, à la xénophobie. Yo, wanasahau kama uchaguzi